Kanya Kohoro TV kaihorika oma tururagia tugatheria na gukuihorera nyungu ya ndeto cararuku tutekwiinirira kana guthiora. Kanya Kohoro TV furufuru ya unduire na mitugo ti cia micii amu iragwo ni ndogo. Bururi ni witu ithuothe cia wendo na cio ningi tutaunagira rukobe na guoremi tukariria na kinyi amu niguo munyiginyigi wa bururi. No hakinya ni ikenori tukoiga maisha no maya oru no kwianaga. Karibu mtazamaji wa Kanya Kohoro TV. Due to public demand, tumeweza kukuletea interviews ama ile mawasiliano yetu pamoja na dada zake Margaret Duta Macharia aliye nchini Vietnam na ambaye alihukumiwa kuuawa. Na tumeweza kuwa tukifanya interviews kwa lugha ya Kikuyu na watazamaji wengi wameweza kuuliza ziko wapi interviews za Kiswahili. Ndizo hizi hapa nataka nikuletee. Niko na dada wawili, dada ambaye ni twin sister mapacha wa Margaret Duta, anaitwa Rosemary Wambui, na tena kuna huyu dada mwingine ambaye ni mkumbwa wao anaitwa Jane Wangari. Pia tuko na mbunge ambaye anaitwa Sabina Chege ambaye aliweza kupeleka hili tetezi katika bunge la taifa na wabunge wakaweza kuwasilishana hii maneno, na pia yule speaker wa bunge ambaye ni Moses Wetangula akaweza kusema ni vizuri ili jambo liweze kutiliwa maanani na pia serikali ya Kenya iweze kufanya jambo kwa haraka ili Duta asije akauawa. Na kwa sasa nataka nikuache na hizi interviews za hawa dada wawili ambao wanakana na kusema dada yao hajawahi safiri kutoka nchini Kenya kwenda nchi za nje ama ugaibuni isipokuwa mwaka wa 2023 ambapo alitoka hapa nchini siku yake ya kwanza akielekea kufanya kazi ambayo alikuwa ameambiwa ni kazi ya kufanya kazi ya nyumba. Hawa dada wawili ukiwasikiza wanasema kuna either agents ama watu ambao waliweza kuwekea Duta hizi madawa za kulevya katika ile mfuko mpya ambayo walimnunulia kule Addis Ababa Ethiopia, na sasa wanaweza kuwa ni wao ambao wanaeneza uvumi ati Duta ashawahi kuwa huko ugaibuni na pia ashawahi fungwa katika nchi ya Saudi Arabia na Ghana. Wanasema haya yote ni uongo. Wanaeleza hadi ambapo walikuwa na mazishi ya baba yao 2022 Duta ni yeye aliweza kukaa na mamake huko nyumbani Withaga. Hebu tuwasikilize na tukitamatisha na kuomba uendelee kulike, subscribe na tuweze we support one another. Kwa majina naitwa Wambui Macharia. Mimi ni twin sister ya Margaret Duta mwenye ako huko Vietnam. Duta tulizaliwa siku moja na yeye, kusoma tumesoma pamoja primary hadi vile tulifika form 2 na yeye, na tukatokanga hapo nyumbani tukakujanga side ya Rongai kwa aunti yangu tukajifunzanga course ya salon, then tukaendanga Roy. Tumekuwa tukiishi Roy na yeye, kazi tumefanya na yeye pamoja kila kitu, lakini ile time tuliachana kufanya kazi pamoja ni ile alipata kazi mtaani, alikuwa anafanya kazi mtaani, vile iliisha akaingia Kware. Na ile kitu nataka kuambia watu wa social media ni kwamba hivyo mnasema ati sistangu ashaitoka Kenya. Sistangu hajaitoka Kenya, ameishi Roy, na pia watu wa Roy walisema wanataka nyinyi ambao mnasema Duta ashaifungwa Ghana na Saudi, mnaweza enda Roy muwapate, watawapatia story ya Duta sababu wao ndio wamekuwa wakifanya kazi na yeye. Na ile kitu nataka kusema, kuna mtu fulani alinipigianga simu akaniulizanga kama Duta ashaitoka Kenya. Nilimwambia hapana. We unajijua mwenye naambia hivi. Uliniinsist ukaniambia hapana, Duta ashaitoka Kenya, hata kunaonekana ashaifungwa sijui nini. Vile nilikuambia mimi sistangu hajaitoka Kenya, hii ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kutoka 2023, uliniambia hapana. Ulikuwa ni insist sana nikubali, lakini mimi nikakuambia kama ni ukweli nitumie details za mwenye anasema hivyo. Na nikakuambia
Kwa nini unaniongezea uchungu juu ya uchungu? Naona kwa newspaper mliandika, lakini zile maneno nilitoa kwa kinywa changu hizo hamkuandika. Mimi kama sister ya Wambo, ile kitu nataka kuambia, before mseme kitu ama muandike kitu kwa newspaper, ni vizuri mngeenda huko Nyayo House. Mngepata watu wa government huko, wangewatolea passport na details za Nduta. Na ile kitu ningetaka kuwauliza, na hata mimi ningetaka kujua kama kuna maybe passport zinapatiwa nangu wa mlango ya nyuma, hata mimi nijue juu sijui, na nijue kama sistangu angetoka hapa Kenya na ID peke yake. Hizo vitu mnasema zinaumiza familia yetu. Kwanza mamangu vile alisikia hivyo, akikumbuka ameishi na Nduta, hajaitoka Kenya miaka yake yote, ni vile alitoka hiyo 2023, alisikia vibaya sana. Na to make the matter worse, zile media ziliongea hiyo story ya Nduta kutoka nje, hata singe expect mnaweza ongea kitu kama hiyo. Lakini nitawaambia hivi, nyinyi mnatafuta news, endeleeni kueneza uongo, lakini nimewaachia Mungu. Hivyo tu ndio nitawaambia. Mimi naitwa Jane Wangari Macharia. Margaret Nduta ni sistangu mwenye ako kule Vietnam. Mimi tumelelewa pamoja na Nduta kule nyumbani, tumekuwa pamoja hadi wakati alitoka huku kwenda country ya Vietnam, na sistangu Nduta amekuwa Kenya kwa hiyo miaka ingine yote. Even 2022 our sister Nduta alikuwa hapa Kenya, kwa sababu that is the time our dad passed away, na Magi ndiye alishughulikia mambo ya babangu hadi tukampumzisha. After that, sababu tumezaliwa tukiwa wasichana 4, tukaona hatuwezi acha mama yetu hivyo nyumbani juu ya stress na pressure. Sasa tuliacha, tukakaa chini kama familia, tukaona Nduta ndiye tutaacha kule nyumbani. So Nduta alikaa na mamangu kutoka mwezi wa 6 wakati tulizika babangu hadi akafika mpaka 2023. Juu my son that time ndivyo alikuwa class 8. Na wakati kijanagu alimaliza class 8, nikampeleka nyumbani. Sasa hata wakati my son alikuwa anaingia form 1, mwenye alimpeleka shule kule Withaga Secondary ni sistangu. Huyo ndiye alimpeleka, hata rekodi zenye ziko kule yeye ndiye alisimama kama mzazi. Wakati kulikuwa na basari ilikuwa inapatianwa kule Murang'a na mheshimiwa Dede Nyoro, bado ile mkutano ulifanyika kule Mugoiri, bado ni sistangu alienda kunisimamia kama guardian wa mtoto. So nikisikia hizi fununu zote, nasikia Nduta alikuwa ameenda Ghana, sijui Nduta alikuwa ameenda Saudi Arabia. Even as kama familia tunashindwa, what are these? Na hii fununu zote na haya mambo yote yanatoka wapi? Mambo yenye sisi kama familia hatujawahi yaona, hatujawahi yasikia. Kwetu hakuna mtu amewahi travel outside Kenya. Kuanzia sistangu mkubwa hajawahi fika country ya nje. Mimi mwenyewe, even the twins mwenye ameanza kuenda na alienda 2023 ni Nduta. Kwa hivyo hakuna mwenye amewahi toka nje ya nchi ya Kenya tena. Kwa hivyo hii mambo ingine tunasikia Nduta alifanya, hapana. Mpaka wakati wa uchaguzi Nduta alikuwa huku na alichaguania Ruai. Nduta wakati huo hata alikuwa agent wa MP kule Ruai. Ndiye alikuwa anamsimamia kule. Nduta amekuwa akifanya kazi mtaani kule Ruai. Nduta amekuwa akifanya kazi ya Kware kule Ruai. So hii mambo yote tunayaona kwa social media. Mara Nduta alikuwa na watoto. Sistangu hana mtoto. Mtoto mwenye anaweza sema ni wake ni hawa nephews, lakini Nduta ana mtoto. Kwa hivyo si tumeona mambo mengi kwa social media, tunasikia mambo mengi ya kutuumiza. Kwa hivyo sisi hatujui chochote. Kuna mambo zingine tunayaona, lakini hatuyajui kabisa. Nduta hajawahi toka
Kenya tena, ilikuwa mara yake ya kwanza, na alitoka huku 2023, na hata si 2023 Januari juu ameigiza mpaka hadi mtoto wangu high school, amemwacha kama ako sawa. Kwa hivyo hii mambo ingine tunaona kwa social media, hata sisi yanatumiza kama familia, haswa our mom. Naongelelea sana kuhusu our mom juu najua the pain that my mom is going through, na ninasikia uchungu sana nikiona mamagu akilia day and night, sababu yeye anaona mambo yenye I expect. Sisi tuko na higher expectation na serikali, na mambo yote si tumeyapeana kwa serikali, na serikali ya Kenya inafanya kazi, na mheshimiwa William Ruto anafanya kazi. Kuko wale wako pia kwa backup kama mheshimiwa Sabina Chege, kuna hawa watu wako Ministry of Foreign Affairs bado inafanya kazi, na tuko na uhakika nayo. Lakini haya mambo mengine yana trade ati kwa magazines, kwa media ati sijui nini. Duta hajawahi toka Kenya tena, Duta hajawahi enda Ghana, Duta hajawahi enda Saudi Arabia, na hiyo ndio tulikuwa tunataka kuweka kwa uwazi. Na please, ukitaka kuandika kitu ama ukitaka expose kitu, si consult familia kwanza. Mamagu ako pale nyumbani, mko na huyu amekuwa kwa ground sana, twin sister wa Duta wa boy, mimi pia niko, we have our elder sister, na tuko sisi wote ready kusema haya mambo. Ukikuja tutakuelezea kwa uwazi. Kwa hivyo wacheni kuweka mambo yenye haiko, mambo yenye ina trade hata sisi kama familia hatuyajui. Kwa hivyo sisi kama familia kuna mambo tunayasikia hatuyajui, lakini kila kitu tunaachia Mungu. Asanteni sana. Thank you very much. I would want to really appreciate the efforts that we have seen with the government. When I raised the matter of Duta in Parliament, we've seen a lot of effort, and specifically from His Excellency the President, on even trying to reach out to the family through the PS, and want to say we are grateful. And I want to say what the government is doing is trying its diplomacy, trying to see how they can be able to navigate on this matter, as it's a serious matter. So as we wait to see the outcome of Vietnam, and whether they would allow this girl to come back, or whether they would allow even this girl to be able to have an attorney, my plea will be that even internally here in Kenya, we need to follow up. This girl left Kenya in the year 2023, June. This matter came into the limelight just a few weeks ago. That is March 2025. That means she has been out of this country for more than almost 2 years. So more than 1.5 years. And the question is, the government can be able to trace who she was communicating with, because there's a number. The sisters have said they have her number. They have the number of her passport. And so, where did she take the visa? And the visa she took, where was she headed to? Because by the time she left, she went through a bus to Addis Ababa, Ethiopia, and she took some time there. So if they can be able to liaise with the Vietnam government to get her passport, even photos of her passport, we can be able to see how many countries did she visit until she got arrested at Vietnam. Number two, if there were agencies who even paid for her visa because she didn't have money. The only money I've had is that she was given $100 at Addis Ababa as part of her travel. So we need to know who are these agencies who are paying for her visas. And number three, it is important that we do a scrutiny. We need the Ministry of Labour to come out seriously and vet afresh all the agencies. I'm not saying agencies are all wrong. We have even seen some of them having a lot of drama here in Kenya, hoodwinking innocent Kenyans, that they will take them abroad, they take their money and then they don't take them anywhere. Others, they go dump our children out of the country. So the government need to come up with a clear policy, especially through the Ministry of Labour, such that in their portal or in their website, if an agency is genuine, if an agency has been verified, and I think this should be done every year, where all the agencies are gazetted, the verified one, including various job sectors that they have been, allocated. For instance, if you are in healthcare, if you are in manual, work, if you are in technical, so that there is clear policy on where you have been registered by the government and the permits that you have.
such that even when our children are leaving the country, by the time you are getting to the airport and you're going through an agency, that you should go online and register yourself that I have left Kenya, I'm going to this country through this agency. If you click the agency, if there's a red flag, then that one is not verified by the government, then we can know then this is not a genuine agency. Because a lot of Kenyans are seeking for jobs. A lot of Kenyans are seeking for greener pastures and they are going outside there. But then have we vetted these agencies? Some of them, the government doesn't even know that they exist. So when I was following this case of Duta, I met a parent who was telling me there is this agency, our children, we have given paid money. Is it a genuine one or not? Me as a member of parliament, I might not know. But if there's a portal where even our young people, because they are digital, they can be able to go online and see these are the verified agencies that have been given a go-ahead by the government. That is the only way we are going to save our children. And finally, to the media houses, our work is to inform the society. Our work is to be very objective. There have been a lot of talks around where there was a down payment, where this lady Duta had traveled. I am here with the family members and they have just confirmed that this lady from Murang'a, she went to, after Form 2, she went to Rongai to learn salon work at Rongai, went to Ruai, she has lived in Ruai, she has done kazi mtaani, she has done quarry work. Those people know her. She has never left Kenya. So when you see a main media house in the newspapers and even on TV saying that this girl had gone out twice, had been arrested twice, and even the dates that they are giving that she was arrested, her father passed on in the year 2022. She has photos when she attended her father's burial. She has lived with her mother after they lost the father for some time in the village. The village people, they can be able to testify. So it's good that people do their research and do their research well. We are not trying to defend anyone, but it is very important for people to be factual. By the time she was leaving the country, the people in the village, they know her. She was even going to the shamba. They can give her story. So it's good for people to put a lot of effort, whether it's social media, whether it's the mainstream media. Let us be factual and just know this is life. This is a child of somebody. This is a sister. And even purporting that she has children. They have seen photos circulating in the social media that she has children. And this girl doesn't even have a child. It is sad. You who think you'll get likes or you'll get views or you'll get leadership or you'll get a following by airing the wrong side of the story. And I don't think it's fair. Let us be responsible Kenyans. My prayer is that God will intervene as the government does its work, that God's will be done. And we will have a solution. But most importantly, that the government should not run away from this case. We should see how we leverage on it to make sure that we streamline on the labor issues. And by the time our children are leaving this country, then they should know the country they're going, whether there's an embassy or how they can be able to communicate if they're in trouble. Some of them, they go, their passports are taken. Maybe they don't even have a phone number. How can they be able to trace the embassy or how can they be able to seek for help? At the same time, I'd also want to say this. As these agencies recruit our children and our children are going out there, even you as you're going, even you as on a business trip, make sure by the time you're going, your people know, they have your air ticket. They know where you are going, which country you are going, who is your contact person. Because for the case of Duta, even when she left, her sister cannot tell which agency, who she was talking to. She knows she went with a lady that we don't know which lady it is. So if you're able to trace and know which agency this was or who the lady was, she can give a better story. So we need, even for ourselves and even to educate our children and ourselves as we travel, as you go out of this country, leave your trails. Just let somebody know, the closest person to know where you are going, who is your contact person, because you might be going to hustle and then you get into trouble and you will not be able to reach out or people cannot be able to know how to help you. Thank you. Thank you for being part of us, Kanyaka Uhoro TV. We love you, we love you, we love you. Thank you very much. Kanyaka Uhoro TV, kaihorika oma, tururagia, togatheria, na gukoihorera nyungu ya ndeto cararuku, tutekwiinirira kana guthiora. Kanyaka Uhoro TV, foroforo ya unduire na mitugo, ti cia micii amu iragwo ni ndogo. Bururi ni witũ ithuothe, cia wendo nacio nĩ ingĩ tũtaunagira rukobe, naguo rĩmi tukarĩrĩria na kinyi amu nĩguo mũnyiginyigi wa bururi. No hakinya nĩ ikeno-rĩ, tũkoiga maisha no maya, ũru
no kwianaga. Wina ndeto o yothe ungira turunge araneria na Wambui kanya ka uhoro kwitokera thimo 0723102225 0723102225 Kanya ka Uhoro TV ne kaihurika oma furufuru ya unduire na mitugo.